People of God, shalom. Nilikuwa kwenye maombi. Nilipomaliza kuomba tu, nikaamua kulala mahali ambapo nilikuwa naomba, nikiwa kwenye madhabahu. Wakati nikiwa nimelala, roho yangu ikatoka. Kisha nikapelekwa mahali palikuwa pakavu. Palikuwa hapana kitu chochote. Nilipofika pale, malaika akaniambia nimekuleta hapa. Alinibeba malaika, alinipeleka. Akaniambia nimekuleta hapa, kuna maelekezo. Ghafla mbele yangu alitokea mtu ambaye huyu mtu alikuwa amejifunga mavazi meupe. Akawa amebakisha tu sehemu ya kuzungumzia, sehemu ya kinywa tu. Akaketi kwenye kiti. Kisha akaniambia keti. Wakati nataka kuketi, nikiwaza kwamba kiti na keti kwenye nini, suddenly nikashangaa nimepewa kiti na mimi. Akaniambia haya ndiyo mambo ambayo watoto wa Mungu wamekuwa wakiyafanya kwenye nyumba za ibada, lakini hawaoni matokeo. Na si kwamba wamefanya kwa udhaifu, wamefanya kwa uaminifu, lakini hawaoni matokeo. Akanambia kinachofanya jambo lifanikiwe la kiroho ni maana ya hilo jambo. Akasema kuna mambo manne ambayo watoto wa Mungu wamekuwa wakifanya kwenye nyumba ya ibada. Yapo mengi, lakini alinieleza manne. Jambo la kwanza ni mifungo. Jambo la pili ni maombi. Jambo la tatu ni sadaka. Jambo la nne ni neno la Mungu. Haya mambo manne yamekuwa yakifanyika kwenye huduma nyingi, lakini matokeo yanakuwa magumu. Akaniambia utawaambia watumishi wa Mungu kwamba mtu akifunga, akaanza kueleza, mtu akifunga si kwa sababu ya vitu vyake viwe vyepesi, lakini mtu akifunga inamaanisha kwamba anatengeneza uzito katika ulimwengu wa roho ambao utaweza kumudu pushing ya spirit katika ulimwengu wa roho, pushing ya roho katika ulimwengu wa roho. Ukifunga upunguzi majaribu, unatengeneza uzito kwenye ulimwengu wa roho. Ni kama unavyoona gari ya IST ama na gari za BMW. Kuna moja ni nyepesi, kuna moja ni nzito. That's why the meaning of fasting. Kwa ukifunga ukiwa unajua maana, ndio italeta matokeo. Jambo la pili akaniambia sadaka. Unapotoa sadaka kwenye madhabahu yoyote, unapata harufu, sababu roho zinaheshimu hiyo harufu. And that's why mtu yoyote ambaye anatoa sadaka anakuwa na harufu fulani, kama ni harufu ya utajiri, harufu ya nini. Kama atakuwa amelogwa, amefanya nini, manake walitoa sadaka kwenye madhabahu za giza, wakacorrect harufu, a perfume. So kuna mtu anatumia perfume ya shilingi 5,000, lakini kuna mtu anatumia perfume ya shilingi 1,000,000. So akaniambia sadaka ni perfume. Maana ya sadaka, ili mtu akitoa asiumie, ajue anachukua harufu nzuri kwa ajili ya mambo yake, iwe ni biashara, ni kazi, ni ndoa, ni nini. Jambo jingine akaniambia maombi. Maombi ni miguu katika ulimwengu wa roho, kwenda kwenye vitu vyako, kwenda kwenye biashara uliyoitaka, kwenda kwenye kazi, kwenda kwenye kila kitu ambacho unakihitaji kifanikiwe. Ukiomba unatengeneza miguu katika ulimwengu wa roho. Unaweza kuwa hapa, lakini unaweza roho yako ikahamishwa ikapelekwa sehemu nyingine kabisa ambayo ina changamoto fulani. That's why upaswi kufanya uzembe kwenye kitu kinaitwa maombi. Na jambo la nne akaniambia neno. Akasema neno ni chakula cha roho yako. Once tu watoto wa Mungu wakajua kwamba wanailisha roho zao chakula, watapenda ibada, watapenda Mungu,
hawataacha kwenda ibadani kwa muda mrefu. Akanambia waambie kwa wiki hawapaswi kuacha kufanya tendo moja ama yote kati ya haya: maombi ikiwa ni miguu ya kiroho, mfungo ikiwa ni uzito ndani ya roho yako. Akanambia sadaka, harufu nzuri ama perfume ndani ya roho yako, na neno pia ni chakula cha roho. So akasema haya mambo yanafanyika, lakini watu hawajui maana ya haya mambo, ndio maana vitu vinachelewa. Akanambia nenda kawaambia watoto wa Mungu mwaka 2026 wasifanye hivyo, wabadilishe mtazamo wao wanapofunga, wabadilishe mtazamo wao wanapoomba, wabadilishe mtazamo wao wanapomwabudu Mungu. Akasema ibada, once watu wakajua mimi ni chanzo cha uhai, maisha yao yamebadilika. Mimi ni mtu wa Mungu, Apostle Mopawa Elias wa huduma ya Spirit Empowerment International Ministries. Mimi ni mtoto wa Prophet David Richard. Tupo Arusha Sakina, tupo Arusha Kwaidi stand. Naweza ukawasiliana nasi. Mungu akubariki sana. Shalom and God bless you.